Habari, karibu tena. Na leo tutakwenda kuzungumzia kitu ambacho watu wengi wanakumbana nacho, ambapo watu wengi sana wana changamoto ya kufanya biashara. Unakuta mtu ana ndoto ya kufanya biashara, lakini changamoto kubwa ambao wanakumbana nayo ni moja, kwamba wengi wanadai kwamba hawana mitaji. Lakini ukweli ni kwamba kuna baadhi ya biashara nyingi sana ambazo unaweza kuanza hata ukiwa na mtaji mdogo. Hasa katika video hii nitaenda kukuelezea biashara 20 ambazo unaweza kuzifanya ukiwa na mtaji mdogo, ambazo video zinazofuata nitaelezea kwa kuchambua biashara moja moja, lakini hapa nitataja zote kwa ujumla kwa haraka. Tatizo kwenye hizi biashara huwa sio mtaji pekee, bali ni kujua wapi unaanzia kufanya hiyo biashara. Ambao biashara ya kwanza ambayo unaweza kufanya ni biashara ya kuuza chipsi, ambapo hii ni moja ya biashara ambayo ni rahisi sana kuanza. Haihitajiki uwe na kibanda kikubwa au sehemu ambazo watu wanaweza kukaa kuuza, ila unaweza kuwa unaanza sehemu kama ni chips ambazo zishafungwa kwenye pack. Unakuwa unazifunga, unapika hata ukiwa nyumbani au pale pale, unazifunga kama kwenye zile package, unaziweka ambapo wateja wanakuwa wanakuja, wananunua zikiwa zimeshafungwa. Ambapo hapo nahitaji kuwa na jiko, sufuria, mafuta na viazi na baadhi ya vitu vichache, lakini hivyo ni vitu vya msingi zaidi ambavyo unahitaji kuwa navyo. Kwa mtaji mdogo tu unaweza kuanza kuuza chipsi, sana sana mida labda jioni karibu na barabara au maeneo yenye watu wengi. Kwa faida yake ni kwamba watu wanakula kila siku, kwa lazima chakula kitafanya nini? Kitauzika. Na katika hizi njia ambazo nitakwenda kutaja, jitahidi uangalie mpaka video hii mpaka mwisho, ili uweze kujua njia ipi ambayo itakufaa wewe na njia ipi ambayo itaendana na mahitaji yako. Na njia ya pili ni kuuza mayai ya kuchemsha. Biashara hii unaweza kuanza hata kama una mtaji mdogo sana, kwa sababu unanunua mayai, unayachemsha, kisha unaanza kuyauza kwa faida. Sehemu nzuri ya kuuza ni vituo vya mabasi, vioni au masokoni. Na biashara ya tatu ni kuuza karanga. Karanga ni biashara ndogo lakini yenye faida sana. Unaweza kuanza kukaanga karanga, kuzifungasha kwenye vifungashio vidogo na kuanza kuuza mitaani au unasambaza kwenye maduka. Kuna baadhi ya maduka wanaweza wakajumua zile karanga zako wakaziweka dukani kwao, utawauzia kwa bei ya jumla. Biashara ya 4 ni kuuza matunda. Matunda yanahitajika sana kwa sababu watu wengi wanajali afya zao katika siku za hivi karibuni. Kwa unaweza kuanza kuuza matunda kama ndizi, machungwa, mananasi, mapera, na mtaji wake sio mkubwa sana. Unakuwa na meza ambapo zile bidhaa zako unaziweka juu ya meza, unaenda kuweka sehemu za barabarani au sokoni sehemu fulani, unaanza kufanya biashara yake. Na haihitaji procedure nyingi sana mpaka uanze kuifanya. Ni biashara ambayo unaweza kufanya ukiwa na mtaji mdogo. Pia biashara nyingine ni kuuza maji ya kunywa. Kwa sehemu nyingi zenye joto kali sana, mikoa kama Dodoma au sehemu za masokoni, sehemu zenye msongamano wa watu au kipindi cha kiangazi, biashara ya maji ni biashara ambayo inaweza kufaidisha sana, kwa sababu maji ya chupa huwa mara nyingi watu sana wanakuwa wananunua, au sometimes maji ya baridi yale ambayo unakuwa umeyafungasha kwenye vifungashio, unaweka kwenye kula au kwenye barafu mle, afu unakuwa unauza. Kwa sehemu nzuri za kuuza ni kwenye vituo vya mabasi, watu wakiwa wanapita kwenye yale mabasi unaweza kuwa unauzia wale abiria. Sehemu za masoko, kwa sababu ni sehemu ambapo pia watu wanakuwa kuna heka nyingi, mtu muda mrefu hawezi akatoka hapa rudi nyumbani kwake, kwa hata anaweza kanunua maji. Maeneo ya biashara zozote, minada hivyo, unaweza ukauza. Biashara ya 6 ni kuuza nguo za mitumba. Biashara ya mitumba imefanya watu wengi sana kupata kipato kikubwa, na unaweza kuanza kwa kununua nguo chache na kuanza kuuza kwa marafiki au mtandaoni. Baadaye unaweza kupanua biashara kutokana na unavyokuza idadi ya wateja wako. Kwa biashara ya kuuza mitumba unaweza kaifanya hasa kwa kuzungusha mitaani kama unaanza pale, kwa sababu unakuwa na mtaji mdogo, kwa hiyo unahitaji kupush ili ziende haraka. Kwa unaweza kuwa unazungusha mtaani kwenye nyumba za watu, jioni labda unatulia kwenye soko fulani unaziuza, unakuwa na location yako ambapo watu wanaweza wakupata. Biashara ya 7 ni kuuza viatu.
Viatu vya mtumba au vipya vinauzika sana siku hizi. Kwa hiyo unaweza kuuza mitaani, mitandaoni au sokoni. Na sio lazima mpaka uwe na duka kubwa sana. Sometimes unaweza kuwa na bidhaa chache tu na viatu vichache, lakini pia unakuwa na baadhi ya sample ambazo unaweza kuwaonesha watu. Ili kama mtu atahitaji, unakuwa umeongea na wale watu ambao wana maduka makubwa, wanaweza kukufanyia discount kwamba ukipeleka mteja kuna baadhi ya commission unachukua. Lakini ni muhimu sana kuwa na biashara yako mwenyewe ambayo unakuwa navyo mwenyewe, unaviuza mtaani, mtandaoni au unazungusha sokoni. Na biashara ya 8 ni kuuza vitafunwa. Vitafunwa kama maandazi, vitumbua, chapati vinauzika sana hasa nyakati za asubuhi na kiasi kidogo nyakati za jioni. Kwa hiyo biashara hiyo unaweza kuifanya hata ukiwa nyumbani. Unapika vitumbua nyumbani, unaenda unaviweka sehemu barabarani ambapo watu wanapita. Asubuhi wanaweza kununua hivyo, labda chapati, watu wanakuwa muda kunywa chai asubuhi, wengi huwa wanatafuta sana hivi vitafunwa hasa katika mazingira ya Kiafrika. Ni biashara ambayo inauzika sana. Biashara ya 9 ni kuuza vinywaji baridi. Hapa namaanisha soda na juisi, ambapo mara nyingi vinauzika sana maeneo ya stendi, maeneo ya sokoni. Pia unaweza kuanza kwa na kula kama ukaweza ukamiliki friji, kwa sababu unakuwa na mtaji mdogo. Unaweza kuanza kutumia zile barafu kwenye yale majokofu madogo ambapo unakuwa unaweka vinywaji vyako mle, unavizungusha sokoni. Kwa unauza vinywaji maeneo ya stendi, maeneo ya sokoni hivyo. Biashara ya 10 ambayo unaweza kufanya ni kuuza popcorn. Popcorn ni biashara nzuri sana hasa karibu na shule, vituo vya mabasi au maeneo yale yenye watu wengi, kwa sababu watu wengi wanapenda kuchezesha midomo, tunasema yes, kwa sababu ni kitu ambacho ni personal benefit, yani ni kitu ambacho mara nyingi mtu akishazoea na ina wateja common sana, kwamba mtu akizoea kwamba mimi nataka kurudi nyumbani na napelekewa na popcorn, naenda kuchukua sehemu fulani, kwa unakuwa na sehemu fulani ambapo unauza. Kwa asubuhi unaweza kwenda kuuza labda shuleni au moja kwa moja vitu vya mabasi, afu jioni labda maeneo ya sokoni, maeneo yamechangamka. Kwa wale watu ambao wako maeneo ya vijijini, wanaenda sehemu ambapo jioni wagaza na changamka sana, inakuwa ni vyema zaidi. Njia ya 11 ni kuuza juisi ya matunda. Juisi ya matunda ni biashara inayokuwa sana siku hizi. Unaweza kutengeneza juisi ya miwa, juisi ya embe, juisi ya nanasi, juisi ya parachichi, lakini hii inatakiwa ufanye kwa uangalizi sana unapokuwa unaanza, kwa sababu unakuwa bado huna wateja. Kwa hiyo inatakiwa uanze kidogo kidogo ili zije zikaharibike. Ukiwa na mtaji mdogo, mara nyingi mtu hawezi akafudi kuwa na friji la kutunza kwamba zisiharibike. Kwa hiyo unakuwa unaenda kwa mahesabu hivyo. Na biashara ya 12 ni biashara ya kuuza mitandao, biashara ya kuuza bando au interneti, hizi internet bando au unakuwa unauza voucher. Kwa mara nyingi unaweza kuuza hivi vifurushi, huduma za miamala, na hii haihitaji mtaji mkubwa sana, lakini kidogo wenyewe inahitaji uwe na pesa kidogo. Kwa unaweza kuanza kama na mtaji wa 600,000 kwa kama wakala mdogo, ambao baadaye siku za kwenda unaweza kuongeza mtaji wako. Kwa kama mtaji wako unaweza kufika kiasi hicho, at least unaweza kuchagua biashara zingine, ila ni biashara ambayo inalipa sana. Miamala na kuuza bando na vifurushi inalipa sana. Ni biashara ambayo unaweza kufanya kwenye meza, unaweka tu meza, unakuwa na simu zako pale kadhaa, au unakuwa na kibanda chako kidogo ambacho unakuwa unakitumia. Biashara ya 13 ni biashara ya kuuza mboga mboga kama nyanya, vitunguu, mboga za majani, kwa sababu hivi ni vitu ambavyo kila siku watu wanavihitaji. Kwa uhitaji wake sokoni ni wa kila siku. Ni kama unakuwa na kigenge kidogo, unaweza kuwa na meza yako ambapo unapanga nyanya zako pale, unapanga vitunguu vyako, au unapanga mboga zako za majani ambazo unakuwa unauza kila siku, kwa sababu ni bidhaa ambazo lazima kila siku zitoke. Na biashara ya 14 ni kuuza samaki. Samaki wanauzika sana sana maeneo ya mijini. Kwa unaweza kuanza na samaki wachache, unakuwa unakaanga sehemu, unakaanga jioni ile, unakuwa unawachoma na mafuta, afu baadaye unawapanga pale pale tu, wanakuwa wachache kwa sababu ndio unakuwa ni mwanzo, watu wanakuwa wanachukua hivyo. Maeneo ya mijini wanatoka sana samaki. Na biashara ya 15 ni kuuza mahindi ya kuchoma. Hii ni biashara maarufu sana ambayo inakuwa inafanywa sana maeneo ya barabarani, ambapo mahindi ya kuchoma yanauzika sana mida ya jioni. Watu wanapokuwa wanarudi nyumbani, wanapita pale, unapata faida yako. Hivyo kikubwa tu unahitaji moyo, kwa sababu unapokuwa unaanza mwanzoni kidogo inawezekana changamoto, kwa sababu watu wanakuwa bado hawajakutengenezea identity kwamba
mtu fulani anafanya biashara fulani, kwa ni ngumu sana. Kwa kutengeneza cycle ya biashara inachukua muda, kwa inahitajika uwe na uvumilivu mpaka pale watu watakapokuwa wamezoea sehemu ambapo wanapatikana, mwisho wa siku unakuwa na wateja common. Biashara ya 16 ni kuuza miogo ya kuchemsha au miogo ya kukaanga. Miogo ni chakula ambacho kinapendwa sana na watu wengi, na unaweza kuuza sana miogo ya kuchemsha au miogo ya kukaanga maeneo yale ambayo labda maeneo ya sokoni, sana sana karibu na vyuo vikuu, kwa sababu kuna mida ambapo wanafunzi sana wanapenda kutumia miogo. Hivyo pia maeneo ya barabarani nyakati za jioni unakuwa unachoma miogo pale pale, watu wanakuwa wananunua pale pale. Na biashara ya 17 unaweza kufanya biashara ya kuuza accessories za simu. Accessories za simu ni kama ya phone, charger na cover za simu. Ni vitu ambavyo vinajumliwa kwa bei ndogo sana, lakini ukienda kuviuza unaweza kuuza mara 2 au mara 3 ya bei ambayo ulijumlia. Size cover za simu ya phone ushaga umejumua ya phone zile za 2000, unaenda kuuza 5000. Hivyo kwa kuna faida inaenda kama mara 2 na kidogo hivi. Charger za simu, cover za simu. Na mara nyingi ukiwa unaanza una mtaji mdogo, hapa lazima ujitahidi kuzunguka, kwa sababu uzuka kaa sehemu moja kama una mtaji mdogo. Ndio uzunguke utafute wateja kwenye maduka, unazunguka sokoni, unazunguka mitaani, hivyo unakuwa unaweka watu zile protector, charger za simu, kwa kidogo unaweza ukauza accessories za simu kwa style hiyo. Biashara ya 18 ni kufanya usafi wa nyumbani. Kuna watu wengi sana wanahitaji usafi wa nyumbani, lakini hawana muda wa kufanya usafi. Kwa unaweza kufanya usafi kama wa kufuta labda madirisha, kudeki ndani, kufanya nini, kumfulia mtu nguo, lakini ni biashara ambayo inatakiwa ufanye kwa umakini sana, kwa sababu siku za hivi karibuni watu wengi hawana uaminifu. Kwa mara nyingi unaweza kuwa na ofisi yako ambapo watu wanakuletea nguo unawafulia, au mashuka, mablanketi unawafulia, baadaye wanakuja kuyafuata. Ni vyema zaidi kuliko kuwafuata watu nyumbani kwenda kufanya usafi. Lakini pia watu pia wanaweza kufanya hata hiyo kwenda nyumbani, lakini jihakikishie usalama kwanza, kwa sababu ni biashara ambazo wateja wengi wanapatikana mitandaoni. Na biashara ya 19 ni kuuza vipodozi. Vipodozi ni biashara yenye wateja wengi sana, hasa wanawake wanapenda sana kujipodoa siku hizi. Kwa hiyo unaweza kuuza kama mafuta, lotion, perfume. Kama una mtaji mdogo unaweza kuzungusha kwenye mahosteli ya wanafunzi, unaweza kuzungusha kwenye masoko au mtaani. Lakini kama una mtaji mkubwa kidogo, unaweza kuwa na kisehemu chako ambacho unakuwa umepanga vile vitu vyako, watu wanakuwa wanakuja kununua pale. Na biashara ya 20, lakini sio ya mwisho, kuna biashara nyingi sana, lakini kwa leo nitaishia hapa ili video isiwe ndefu sana. Biashara ya 20 ni kuuza chakula. Biashara ya chakula ni moja ya biashara ambazo zinadumu sana, na unaweza kuanza kwa kuuza wali, maharage, ugali, supu, na watu lazima wale kila siku. Kwa lazima watu watakuja tu, na ukishatengeneza wateja kwa common kila siku unakuwa na hakika wa kuuza. Na hizo ndio biashara 20 ambazo unaweza kufanya ukiwa na mtaji mdogo. Lakini ukweli ni kwamba usisubiri mtaji mkubwa ndio uanze kufanya biashara. Watu wengi sana waliofanikiwa walianza na biashara ndogo sana ukiwafuatilia. Na kinachotakiwa siku zote ili uweze kufanikiwa ni kuanza na kile ulicho nacho, kuwa na nidhamu na kuendelea kukua hatua kwa hatua, ukiwa unajitahidi kufanya improvement ya hata 1% kwa kila siku tunasema. Kwa hii itasaidia sana katika kukuza uchumi wako. Na kama umependa video hii, like, share na subscribe ili upate elimu zaidi kuhusu biashara, mafanikio na namna ya kujenga maisha bora. Na pia niambie kwenye comment ni biashara ipi ambayo umeipenda zaidi na unaweza kuanza. Asante.